Yes. Kama hujasajili akaunti yako, unaweza ukagusa kiungo hapo chini kwenye description ukasajili akaunti yako. Ni vizuri kuwa na akaunti ya Bitnex, lakini usikae nayo muda mrefu, kwa sababu nimekuwa nikishangaa unakuta mtu ana akaunti ya Bitnex ina mwaka mzima, ina miaka miwili, ina miaka mitatu, hajawahi kufanya any action. Yani kwamba ana zoom, anasubiri eti project ife hivi. Unaelewa nini maana ya kitu kinaitwa DeFi? Nafikiri nitaeleza kwenye video zingine zitakazofuata, lakini hapa nilitaka nikuonyeshe kiasi cha mkopo ambacho unapokopa unapewa kushikilia ile amana ya mkopo uliopewa ijizalishe, ilipe charges na irudi yenyewe kwenye pool, ubaki na faida. Kwa hiyo nataka tuangalie mikopo hiyo. Tuangalie mikopo. Tunaenda kwenye my contracts, lakini hii my contracts itakusaidia wewe kuona mikataba. Ile mikataba unayoweza kukopa unapewa kiasi gani, na kile kiasi unachopewa kitakuzalia namna gani. Unaweza ukaona kitu hapa. Mkataba wa miaka miwili, miezi 24, unapewa dola 30,240. Kwa nini unapewa dola 30,240? Mkopo halisi ni dola 30,000. 240 unapewa kwa ajili ya bima pamoja na charge, yani tunasema unalipia mfumo wa Bitnex kila mwezi. Tutaona hapo mbele unalipia kiasi gani, tutaona zile charges zilizopo. Lakini mkataba wa miaka mitatu unapokopa, unapolipa ile processing fee ka subscribe the contract of 36 months, unapewa dola 30,240. Ni sawa na kwamba umepewa dola 30,000. Hii 240 ni kwa ajili ya ada na kwa ajili ya ni ada ya kila mwezi, alafu na bima. Mikopo ambayo watu tunakopa kwenye mabenki na taasisi mbalimbali za kifedha, tunakopa kwa kuweka kitu tunakiita dhamana, yani collateral. Sasa huku collateral kwenye DeFi, kitu tunachokiita flash loan, hatunaga collateral ya wewe kulipa, ila tunakuwa tunakata collateral kutoka kwenye ule mkopo unachokizalisha, yani profit unayopata tunakuwa tunakata hapo. Lakini ukikopa mkopo wa miaka mitano na miaka 7, wewe unapewa dola 43,200, 43,200. Kwa sasa twende tufungue mkopo mmoja wapo tuone huu ni mkopo wa muda gani, alafu tuone charges zinazoendelea za kila mwezi na charges zinazoendelea za kila mwaka. Huu ni mkopo tunasema ni mkopo wa dola 43,200, kwa maana ya mkopo wa muda wa miaka unaweza kuwa mkopo wa muda wa miaka 7 au miaka mitano. Huu wa dola 43,200. Sasa huu mkopo kila mwezi wewe unalipa dola 330. 330. Unaweza kuuliza 330 kwa nini ni kato? Yaani kwenye uzalishaji wako unachokizalisha. Tunaona profit iliyopo hapa, kuna profit ya dola 3,265. Ni baada ya kuwa nimekatwa last month, mwezi wa kwanza. Unakatwa bei gani? Kumbuka hii contract inakwambia iko 100% secured. Unaona? Loan secured. Yaani mkopo ambao umelindwa sana. Umelindwa. Monthly fee insurance premium unalipa dola 300 kila mwezi. Alafu mtu anakuja anasema hivi Bitnex, wao hiyo bima unalipaje, hela unapataje? Si utakuta tunazungumza vitu nje ya mifumo ambavyo hatuvijui. Kwa hiyo huku monthly fee kila mwezi kwenye hiki unachozalisha, yani kinachozalishwa hapa, kinachozalishwa kwenye profit, kila mwezi wanakata dola 300 kwa ajili ya bima ya kulinda mkopo wako huu, ili ikitokea system ina shida wewe upate haki yako. Lakini unakata dola 30 handling fee, ambayo hii inapelekwa moja kwa moja kwa wenye mfumo wa Bitnex, ni hela yao ya kutumia wao kama wao. Lakini kila mwaka unalipa interest ya huu mkopo dola 2,376. Kwa hiyo ikifika tarehe 12 mwezi wa 12 2026, ninategemea hii akaunti itakata dola 2,376 kwa ajili ya interest. Wale walionipa mkopo hizi exchange kina Binance, kina Get.io, kina nani exchange ambazo zimenikopesha huu mkopo nikaushikilia,
wao watakata hiyo dola 2370 na kitu, ni za kwao, ni rejesho. Kwa hiyo nitakatwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mwaka wa 5, wa 6, wa 7. Baada ya kuwa nimekatwa hiyo amount, hii fedha hii niliyopewa kama mkopo dola 43,200 itajirudisha yenyewe kwenye pool. Kwa hiyo nadhani umeona hichi kitu, umeona hichi kitu. Hapa wameandika paid, kwa maana ni mwezi uliopita Januari, hela hii ilikatwa paid. Unpaid ni mwezi wa pili, bado sijalipa. Kwa hiyo we go that way. Siku zilizobaki, imebaki siku 2503. Unaona days remaining, lakini jumla ya siku zilikuwa 2555. Mtu anasema mbona siku nyingi, vikaenda vikarudi, lakini ukienda mkopo wa benki NMB, CRDB, Equity unakopeshwa miaka mpaka 10. Yaani wanakukata kwenye mishahara miaka 10, miaka 9, miaka 8, miaka 7. Huko kote uogopi tu. Unaona? Kwa hiyo ni mkopo mmoja wapo, lakini mkopo mwingine tunaweza kuangalia another contract. Tuangalie contract ya miaka mingapi? Tuangalie contract ya miaka 3 wanakata namna gani? Contract ya miaka 3 sasa kinachokatwa ni 100% secured, lakini wanakata dola 210 kila mwezi. Kwenye mapato ya faida wanakata dola 30 kila mwezi kwa ajili ya handling fee, lakini wanakata dola 2041 kila mwaka kama faida. Umeona? Kila mwaka wa kwanza, pili na watatu wanakata. Baada ya hapo hii balance uliopewa kama mkopo itaondoka, utabakiza dola 1035. Tutakuja kujadili next time, lakini twende tuangalie contract ya muda mwingine ya miaka 2. Nadhani tuangalie contract ya miaka 2 yenyewe na kwa kuaje. Contract ya miaka 2, hii contract ya miaka 2 sasa yenyewe unaweza ukaona unakatwa dola 210, unakatwa dola 30. Hii ni sawa tu na dola 2041. Unaona, na wanasema if all fees automatically debited from your locked profit from staked, unaona staked balance hapa, staked balance, total staked balance. Unaona wanakata kwenye faida unayozalisha wewe, wewe. Days remaining zimebaki siku 815. Miaka 2 na kitu zilikuwa siku 1094, lakini zimebaki 800. Almost siku mia ngapi zimeondoka hapo? Almost siku kama 200 zimeondoka, kwa sababu nimechukua 815 1094 815 1094 zimebaki zimeshatu, yani huu mkataba tayari una siku 279, siku 279 niko sokoni ninazalisha. Alafu mtu anakuja na kuambia haiwezekani bwana, mtu anakuambia muda mrefu sana, lakini almost siku 270 kitu mimi nimeshazimaliza, zimeisha tu kwa sababu muda unaondoka tu hivyo. Kwa hiyo nafikiri kwenye uchambuzi mfupi wa mikataba tunayokuwa nayo na namna inavyofanya kazi, inavyozalisha na nini, unaweza kuwa umeona kitu hapo. Nafikiri next time tuta elaborate mambo ya DeFi na mambo mengineyo.